Basi nimalizie kipengele cha mwisho. Kipengele cha mwisho ambacho ninakifurahia pia, nasoma katika Yohana 15 mstari wa 5, inasema mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Kanisa la Mungu, Mungu atubariki sana. Kanisa la Mungu, tumeitwa kuwa kama mti wa jangwani, kusimama katika kizazi kigumu, kuleta kivuli kwa waliokata tamaa na kuzaa matunda kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo nasema usiogope jangwani. Usiogope jangwani. Inasema usiogope jangwani. Umepandwa katika nyumba ya Mungu, na Mungu anaweza kukufanya ustawi hata mahali ambapo wengine wanaona ukame. Hapa Betheli, hapa ambao watu wengine wanaona ukame, inakwambia utastawi, utafanikiwa hapa. Amen. Ninarudia, ambapo wengine wanaona hapafai, ambapo wengine wanaona ni pakame, ambapo wanaona ni pagumu, hapa utastawi. Na anasema Mungu aishivyo, Mungu atatusaidia na jengo hili litafanikiwa. Kama tulivyoomba, tumefunga, Mungu aishivyo, tutabomoa pale, kwa sababu tumekuwa wengi. Tutabomoa pale, tutaweka kagorofa kule, na naamini kwa watu wachache ambao wanasema sisi tuko tayari. Na tumesema tutatoa 10,000 zetu kwenda Israeli kuwabariki wanaweze. Hapo ndipo tutakapoteka baraka kuliko kawaida yote. Ninakwambia Mungu wa mbinguni anaenda kufanya mambo makubwa hapa kuliko kawaida yote. Mimi sio nabii, lakini naweza kuwa nabii kwamba Mungu wa mbinguni ambaye anileta Iringa, sema ambaye ni kame, sema ambaye haikuwa haifai, huwezi kulinganisha na kutoka Mbeya. Kuna maparachichi mengi, kuna ndizi za kutosha, lakini hapa pamenifanya nistawi, na nitaheshimu Iringa. Mimi ni mchungaji wa hapa, nitaheshimu Iringa sababu Mungu ameenda jangwani kwa kusudi maalum. Haleluya. Na sihami, niko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sisi wana Betheli. Mungu amekuleta hapa kwa kusudi maalum. Mungu amekuleta hapa kwa kusudi maalum. Mungu amekuleta hapa kwa kusudi maalum. Wengine mrudini nyuma, mkawa kama vile mtu unavyoenda ukagusa mpaka chini, lakini umenyanyuka tena, uko hapa. Mungu akubariki sana. Anasema utajikwaa lakini utanyanyuka tena, utateleza lakini utanyanyuka tena, utang'ong'a lakini utanyanyuka tena, kwa sababu aliye ndani yako ni mkubwa kuliko aliye ndani nje. Haleluya. Nasema Mungu akubariki sana. Haijalishi umepitia, uwe kama wanawake wale wa Misri ambao wakasema mkizaa watoto si watawaua, wakasema tutafyatua wenyewe. Hata kama mkunga hayupo, fyatua mwenyewe. Hata kama mkunga hayupo, kata kitovu mwenyewe. Hata kama mkunga hayupo, fanya mwenyewe, kwa sababu Mungu wako ni mkuu kuliko Mungu wa Farao. Haleluya. Haleluya. Mpendwa, uko tayari kufanya hivyo? Waliopandwa katika nyumba ya Bwana wasastawi katika nyua za Mungu. Na Mungu wa mbinguni atubariki sote. Simama mahali hapo ulipo, twende tukamwombe Mungu. Haleluya. Twende tukamwombe Mungu. Simama mahali hapo ulipo. Ana alipo Yesu, yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu, Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Nakwambia Yesu yuko hapa.
Katika nyua hizi kuna ukuu wa Mungu. Katika nyua hizi yupo Mungu wa majeshi. Alipo Yesu yote yawezekana. Popote ambapo Yesu alipita yote yakawezekana. Wale walikuwa katika jangwa la magonjwa akawanyanyua chini. Waliugua miaka 38 akasema, mwanangu, chukua godoro lako na uende. Walikuwa na jangwa la kutokwa na damu kwa miaka 12. Yesu akasema, yaani yule mwanamke alipogusa pindo la vazi la Yesu akasema, kuna mtu amenigusa hapa, akapata uponyaji wake. Jangwa lake likaondoka. Haleluya. Nasema hivi, Mungu akubariki mchana wa leo. Mungu akuinue mchana wa leo. Sijui kama unasikia kama mimi sasa hivi nasikia kuna kitu fulani ambacho ninatamani Mungu akufanyie, ili ukajue kwamba Mungu amefanya. Kwenye biashara yako Mungu amefanya, kwa watoto wako Mungu amefanya, kwa afya yako Mungu amefanya, kwa kila kwa mipango yako Mungu amefanya. Wewe binti ambaye umekataliwa, Mungu atafanya tu. Mungu atafanya. Utaenda kama Yusufu, nawe utakuwa kama Yusufu katika jina Yesu. Haleluya. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana.